mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa moyo wangu wote. Ninakushukuru kwa kunipa kibali ya kuwepo kwenye madhabahu haya. Ninasema ni asante wewe Yesu. Ninajua ya kwamba maisha yangu hayatabaki hapa ilipo. Maisha yangu itaenda mbele zaidi. Maisha yangu itainuliwa tena. Watoto wangu watainuliwa. Uzao wangu utainuliwa. Ndugu zangu watainuliwa. Kazi yangu itatengenezwa. Ndugu zangu watatengenezwa. Mpe Yesu Kristo makofi mazuri. Simama. Kaa. Niwepo. Baada ya Mungu kumpa Musa maelekezo, leo hii tunapewa sisi maelekezo. Si Musa tena. Musa hayupo. Musa ni wewe. Haleluya. Lakini pia kuna faida. Bwana sifiwe. Kuna faida ya wewe kutii. Baada ya kutii sauti ya Mungu, kuja mahali hapa kuna faida. Faida ya kwanza, Mungu anashuka. Bwana sifiwe. Mungu anashuka kukuhudumia. Bwana sifiwe. Umeacha ng'ombe, umeacha watoto, umeacha kazi zako, Mungu yuko hapa. Faida ya kwanza, Mungu anakuhudumia. Bwana asifiwe. Hautabaki hapo. Mungu wetu ni roho, na sisi tulio rohoni tunapaswa kumwabudu katika roho. Mungu ni roho, na wamwabudu ambao ndio sisi tunapaswa kumwabudu katika roho na nini? Na kweli. Kwa hiyo unapopokea faida, ni uingie rohoni. Hizo faida ukaangalia biashara yako, weka faida hapo. Ili unapoendelea kufuatilia ibada hii, angalia pale ambapo watoto wako wamekuwa ni vichomi kwenye uzao wako, weka faida hapo kwamba Mungu anakwenda kuinua watoto wangu, Mungu anakwenda kuwaponya watoto wangu, Mungu anakwenda kunisimamisha kwenye ile ndoa. Sitaanguka tena, nitasimama. Maadui zangu watanicheka, watapigwa mbele yako. Mpe Yesu Kristo makofi. Sikiliza, kwa sababu umemtii Yesu Kristo, umetii na kusikia sauti ya Bwana, na kuambia asubuhi ya leo, na kuambia kwenye ibada hii ya kwamba wewe unaendelea kukaa na kuona kwamba tunaendelea kufurahi na mume wangu, tunaendelea kufurahi na mke wangu, naendelea kufurahi na mtoto na watoto wangu, lakini maadui hawapendi. Usiku na mchana wamekaa wakiangalia kwamba watapigana lini, watatofautiana lini, lakini kwa sababu umetii na umekuja hapa, Bwana anakwenda kuwapiga mbele yako. Haleluya, haleluya. Kwa Yesu yote yanawezekana. Haijalishi umetangaziwa mauti, kwa sababu umekuja mahali hapa kuna uzima tena. Hatutakufa bali tutaishi kuyasimulia matendo makuu. Haleluya. Mpaka ule matunda ya uzao wako. Haleluya. Na utakula katika jina la Yesu. Haijalishi wanazungumza kwamba atakula nini wakati ni walevi. Sikiliza nikwambie, kwa sababu ya kuisikia sauti ya Bwana ukaja kwenye madhabahu ya kulitengeneza boma, inakuhakikishia ya kwamba wale watoto wanakwenda kutengenezwa, wale watoto wanakwenda kutengenezwa. Ile ndoa iliyokusumbua kwa muda mrefu inakwenda kutengenezwa. Haleluya, haleluya. Kwa Yesu. Twende rohoni utanipata. Lakini ukikaa mwilini huwezi kunipata kamwe. Bwana asifiwe. Ingia rohoni. Mungu ni roho. Usije ukapoteza muda alafu uko mwilini. Toka mwilini, ingia rohoni.
katika jina la Yesu. Utaona ukuu wa Bwana, utaona Mungu akikuinua, utaona Mungu akikupigania kwenye biashara yako, kwenye watoto wako, kwenye ndoa yako. Bwana atakupigania na wewe utanyamaza kimya katika jina la Yesu. Bwana atakupigania na wewe utanyamaza. Kuna mtu amesema hautafanikiwa. Kuna waliosema hautaolewa. Kuna waliosema hautaoa. Sikiliza, kwenye haya madhabahu yasiyowezekana kwenye familia zetu itawezekana katika jina la Yesu. Maana tumepewa mamlaka ya kujenga, na asubuhi ya leo tunajenga mwili wa Kristo, tunaujenga katika jina la Yesu. Watoto wetu wanajengwa, ndoa zetu zinajengwa, uchumi wetu unajengwa. Haleluya, haleluya. Inua imani yako, hata kwa kwako si kawaida. Uinua imani, ukainua imani kwamba Mungu, maana sikiliza, ndio Mungu anasema mke mwema anapatikana kwa nani? Kwa Bwana. Uliinua imani, ukaanza kuomba, Bwana, ninaomba unipe mke mwema, ninaomba unipe mke mwema anayetoka kwako. Haleluya, haleluya. Ndio Bwana anaangalia neno lake ili apate kutimiza. Na huyo sio mke wa kawaida, ni mke wako katika jina la Yesu. Ni adui tu anatafuta namna ya kuwagombanisha, ni adui tu anatafuta namna ya kuwapiganisha, lakini ni mke mwema. Simama katika kusudi la Bwana na utaona neema ya Bwana ndani yako katika jina la Yesu. Mungu anashuka kukuhudumia, na mpaka sasa Mungu ameshakuhudumia katika jina la Yesu. Ingia rohoni, toka mwilini, toka kwenye dini, toka kwenye kabila, ingia rohoni katika jina la Yesu. Acha kuona dini yangu itanisaidia. Hakuna dini itakayempeleka mtu mbinguni. Ni imani yako, ni roho yako itakayokupeleka kwenye uzima wa milele. Mpe Yesu Kristo makofi. Hatufanikiwi ni kwa sababu tumeacha imani, tumebeba hofu, tumeanza kuzama, na kuzama huko tunaangalia na kuchukua mifano kwa aliyoshindwa. Haleluya. Sema sichukui mfano kwa aliyeshindwa. Sema sichukui mfano kwa aliyeshindwa. Nitachukua mfano kwa aliyefanikiwa. Mpe Yesu Kristo makofi. Watoto wa siku hizi wamekuwa ni walevi tu. Huo ni mfano adui anakupa kwamba uhakikishe, uhalalishe kwamba sio wazuri. Watoto wetu wote watafundishwa na Bwana. Haleluya. Acha kuangalia kwamba nini kinatokea kwenye jamii. Bwana asifiwe. Hakuna lisilowezekana. Hata maisha ulionayo sio maisha yako. Mungu anatuazia yaliyo mema. Mungu ni roho, naye adui ni roho. Anaona baraka ambazo Bwana ameachilia juu yako, lakini kwa sababu ni roho anazuia zile baraka. Lakini kwa sababu tunawezeshwa na Bwana, umekuja mahali hapa utawezeshwa katika jina la Yesu. Mungu ni roho. Shetani naye ni nani? Mwewe kumuona shetani? Mwewe kumuona Mungu? Shetani ni roho, ni spirit. Huwezi kumuona, lakini utamuona kwenye ufahamu wako, utamuona kwenye akili zako. Akiingia na kukwambia uwezi, akiingia na kukwambia umefeli, akiingia na kukwambia umefeli, haiwezekani. Lakini Mungu utamuona akikwambia inawezekana. Utamuona Mungu akikwambia usiogope. Utamuona Mungu akikwambia inuka, songa mbele. Haleluya. Kwa Yesu. Sikiliza, hakuna lililo gumu la kumshinda nani? Hizo ni faida za wewe uliyekuja mahali hapa.
Faida ya pili, Mungu anatangaza ukuu wake. Mungu anatangaza ukuu wake. Ukisoma kwenye huu mstari wa 5 anasema Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye